abangina muanje na ende mulenda abagaka muigwera abagaka ando maite basacha ambali ko igumsechi abangina tiganda abatai basacha ambali kuli mechere muko na kuyika. Wazee hawapendi hizi vitu, mnapika pika mechere bintoki ebinto binde bire mochi mwara yeka binge byanda go sena kibikorokwa atizira na abasacha nani gose na machara mwacha mukaba musacha obegete goti nechinda rubugonga nebintu obo chinga kabisa ngebinto bine byoganye oganye toko yeke mwenzi gose na machara mwaba ati wachukuu wamesema kwani na wewe ni mchukuu omolisi naye no mochokorole wara ile banombi ya muli. Najaribu kusema hivi, unapokaa na mzee wako ujue ni nini anapenda na ni nini hapendi. Wazee wanakula motere na anderema na masosa, sio hii mechere na viasi na nini. Kwa hivyo unapokaa na mzee wako ni lazima ujue umri wake umefika wapi, na ukijua ako ni mzee wa umri gani ujue vile unamulea, vile unamulisha, ujue umtenganishe na watoto. Talinga chianga chio mogako chigo sibera niwe ebinto biri abacho koro bagoiterera maji. Hiyo sio heshima. Tuheshimu wazee na tuwapende. Ukitaka kujua umuhimu wa mzee, enda uone yule mwenye hajaolewa anakaa kwake ama ni mchana, atakuelezea. You don't know the importance of something unless you lose it. Siku ambayo utakuwa naye ndio utajua umuhimu wake. Kwa hivyo wanawake ninawasihi katika mkutano tuwatii na tuwaheshimu na tuwalize na tuwalinde wazee wetu. Mzee analindwa kama mtoto. Mugaka no mwana utaliko kina. Vile unampikia unaendelea kumpikia vile. Kwa hivyo tuheshimu wazee wetu na tuwapende. Wanawake katika mkutano na wale ambao mnanisikiza, ndoa nyingi zinafunjika kwa sababu ya sisi kama wanawake kukosa kutii na kuheshimu waume zetu. Kwa hivyo kila mmoja ako na jukumu la kumheshimu na kumtii mume wake. Upendo hauna mwisho. Uwezi kusema tulipoingia katika hii ndoa 40 years ago nilikuwa natii, nilikuwa nafanya hivi na vile, sasa nimechoka. Tuliposoma hiyo 1 Corinthians 13 verse 14 nilisema upendo hauna nini? Hauna mwisho. Upendo hauna mwisho. Hata hivyo tunapoendelea kukaa, upendo unazidi kuongezeka. Hata kama wewe uko na pesa kushinda mume wako, usija ukamdharau. Tuko na upendo wa ukweli na tuko na upendo wa uongo. Kama vile huyo ndugu yangu alikuwa anasema, huyu msichana mwenye anakaa na yeye ama amemleta kwetu nyumbani anampenda, but after very short time akaanza kumpiga na anamfukuza, amtaki, ameona mwingine pale nje ambaye ni mzuri. Kwa hivyo vijana wetu, mnapooa, umeingia katika ndoa uko na mke wako, endelea kupenda mke wako. Ukisema huyu ni mbaya, na ule utaenda kuleta atakuwa hata mbaya zaidi. Mimi nilipoolewa kwangu, my mother-in-law alisema huyu ni mbaya. Huyu ni mbaya. Mwenye ananifuata akaoa, akasema afadhali ule wa kwanza. Kijana wa tatu alipoa akasema olio motanga ni mbuyali. Alikuwa anafikiria wenye watatoka nyuma watakuwa wazuri. Kijana wa mwisho alipooa, yule mke hata akapiga yule mama. Na wewe hata kama mother-in-law alikuwa anakufanyia vile alikuwa anakufanyia, usiseme huyu mama alikuwa ananikosea tikabono muoroki. Sasa mimi ndio tunapendana na yeye, akiwa na shida mimi ndio naitatua, akiwa mgonjwa namwambia tu piga tu simu mami nitakuja nikuchukue. Mimi ndio rika yake. Kwa hivyo sasa, wana wa Mungu katika mkutano na wale ambao mko nje ya mkutano, siku ya leo tunajifundisha juu ya upendo, na upendo wa kweli na upendo wa uongo. Kuna watu wanakudanganya kuwa anakupenda lakini wewe hakupendi. Kuna wanaume mkiwa katika college anakudanganya anakupenda, anataka kukuoa lakini hakupendi, anapenda ile pesa yenye uko nayo. Anapiga hesabu anasema nikuchukua loan na huyu achukue loan, kama ni nyumba nataka kujenga tutajenga kwa haraka. Wewe mwenyewe hakupendi lakini anapenda nini? Anapenda pesa ile uko nayo. Na kuna wanawake naye hapendi mtu, anaangalia mwanaume amekuja na gari mzuri, kwa sababu anapenda ile gari, atajifanya kuwa anapenda na huyu mwanaume aolewe na yeye, but in the real sense she doesn't love the man, she loves the car. Na hivyo wanaume wote wenye mko na kwa mkutano na wenye wako nje kwa ya mkutano, nawaambia hivi, onya ko bwato mokungu bwanjete gari tabwanjeti oimoke gari talimokao. Kwa sababu siku
haitakuwa, hautakuwa na mwanamke. Kama mke anakupenda juu ya kazi, oimo kemere motali mokao. Wakati utakuwa na hiyo kazi, huyu mwanamke hatakupenda. Kwa hivyo wanaume wote ninawasihi, ama wale vijana wetu ambao mnataka kuingia kwa ndoa, uoe mwanamke mwenye anakupenda wewe, lakini sio yule anapenda ile kitu ambacho uko nacho. Emeremelie kiagara ya lenge mosacho yako kwa retrenchment kako gotika. Hata hivyo ni wanaume wangapi walipata double retrenchment? Serikali ikawa retrench na wanawake waka retrench, wakapata kitu tunaita double retrenchment. Lakini hawa sacha nabaya. Hapa kungutea bio imo sinyene kwa manga basacha nabaya. Wanaume ni wazuri. Hata mwanamke ukifutwa kazi bwana hata kuacha. Lakini wanawake mume akifutwa kazi unamwacha. Hapa kaka nabaya. Na kama tungewaoa wanaume, wacha niwaambie, ingekuwa ni matanga bila mwili. Shukuru Mungu wanawake wanaolewa na wanaume, kwa sababu mwanamke akikasirika afikiri mara ya pili. Mungu wetu wa mbinguni atusaidie. Wale ambao tumeingia katika ndoa, tuheshimu ndoa zetu. Kadri tunavyoendelea kuheshimu ndoa zetu, hivyo tunamheshimu na Mungu wetu aliyetuumba. Kwa sababu tuliposoma jana, tulisema ndoa ilianzishwa na nani? Na Mungu mwenyewe katika shamba la Edeni. Hivyo na yeyote yule ambaye ameingia katika ndoa, aheshimu ndoa na aheshimu muumba wake, yule ambaye ndiye yeye peke yake alianzisha ndoa. Tuko na wanawake ambao ni werefu kushinda wanaume. But that doesn't make the title of the husband being the head of the family to change. The husband remains to be the head of the family no matter what. No nyandi dia tindete even. He is the head of the family. Kwa hivyo wana wa Mungu, ninawasihi kila mtu atunze na alinde ndoa yake. Kuna wengine anatamani ndoa ya mwingine. Anaona kama ningeolewa na fulani, kama ningekaa katika boma la fulani, ningekaa vizuri kushinda hapa kwangu. Lakini wacha nikwambie, unapokuwa ngambo hii, kama kuna uwanja ngambo ile, unapoutazama kwa umbali, unaona ule uwanja ni mzuri, unaona ile nyasi yenye iko huko ni nzuri, unasema ningefika pale kwa ule uwanja na vile unaonekana vizuri hivi, hata niweke hata sitaweka hata reso, nitarara tu kwa ile nyasi, kwa sababu inafanya nini? Inaonekana vizuri. Lakini ukifika pale kwa ule uwanja ambao ulikuwa unaona ni mzuri, unapata kuna miba, unapata kuna mawe ama busi yechi mkono wale, lakini ulipoutazama kwa umbali, ile miba hukufanya nini? Hukuiona. Hivyo ndivyo ilivyo na katika familia zetu. Usitamani familia ya fulani. Wewe kaa kwako na kwa ile familia yako ambayo Mungu amekuweka. Yesterday we said where you are is where God wanted you to do what? To be. Jaribu kadri ya uwezo wako kuweka familia yako ionekane vizuri. Jaribu kadri ya uwezo wako kumuomba Mungu wako akusaidie. Na tulisema you have to change what can be done, what can be changed. Unaweza kufanya biashara, unaweza fanya kazi kwa bidii, kama uko na shamba unaweza lima, ili na wewe ubadilishe maisha yako na familia yako ionekane vizuri. Kwa hivyo kama umeingia katika ndoa, tunakusii uheshimu ndoa yako na utunze ndoa yako. Kuna kitu tunaita heshima na kuogopa. Kuogopa na kuheshimu ni mambo mawili yako tofauti. Tunaelewana? Lakini undigere notimbu atikie nikia. Ntegere. Kuheshimu na kuogopa ni mambo mawili ambayo yako tofauti. Mzee unaweza fikiria unaheshimiwa katika boma lako na kumbe uheshimiwi pale watu wanakuogopa. Kwa sababu wanajua wasipofanya hivi utafanya vile. Kwa hivyo they pretend to be respecting you but in the real sense they don't. Kitu wanafanya ni kuogopa, wanakuogopa. Watu wanapokuogopa at the same time wanakudharau. Hawakupendi, hawakuheshimu. Bako bora ninga ki ngaimoroche mbeche yer no itombere tekero wewe urao. Yaire bano bokimo. Lakini ukiwa hapo karibu hawaongei. Heshima
na kuogopa ni mambo mawili ambayo ni tofauti. Wanawake tuheshimu waume zetu. Na hata hivyo kitu tukielekea kumaliza, mama, hata kama mzee ako na makosa, wacha kuongea makosa ya mzee mbele ya watoto. Hayo makosa ni yenu nyinyi wawili, wacha kuuzisha watoto. Makosa ni yenu wawili. Moga ni agocha muomani ro somo sora moga korago utiri no nyane chinchi makomo motu moga ni gagocha kuwasa kago kwa tangu moga kore nyomba agonse kigo paka nalira konoro igwa. Jaribu kuficha mambo mengine. Wacha kuongea kila kitu mbele ya wageni, mbele ya watoto, na kumharibia mzee wako jina. Kama huyo mzee ni mjinga, wewe ni mjinga kama yeye, kwa sababu kama ni mjinga mbona uliolewa na mjinga? Ungeolewa na mtu ambaye ni mzuri. Yule ambaye Mungu amekubariki naye, umpende, umtunze na umuheshimu, na Mungu wa mbinguni awabariki. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tuacha mbele zako jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa yale mema mengi ambayo umetupatia, ikiwemo kipawa cha uzima na afya. Tunapoendelea na kurushedi yetu, tumekualika uwe mwenyekiti, utusaidie Mungu, tukae na upendo na tuheshimiane, ndiposa na watoto wetu tuwafundishe jinsi ya kukupenda, hata kupendana katika familia zetu. Tunapoingia kwa programu ambayo inafuata, tumekualika uwe mwenyekiti. Tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Check 1 2. Asante sana. 1 2. Tafadhali fundi wa mitambo nipe sauti. 1 2. Fundi wa mitambo nipe sauti. Nipe sauti fundi wa mitambo. Check 1 2. Asante sana. Bwana asifiwe. Thank you very much for that wonderful message. We're going to have the church choir. They were prepared to come. As they are coming, we will have a song. Yesu anasema wewe una nguvu, ukaombe na uje mwanangu, alele pabe na wiwanae, dhambi hiliti awa, aliye ihondoha. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu. Halele pabe na wiwanae, dhambi iliti awa, aliye ihondoha. Sina kitu chema kudai neema, hivi nitafua mavazi kwa damu. Halele pabe na wiwanae, dhambi iliti awa, hali ihondoha. Karibu sana church choir. All the saints will go.
Amen. Thank you very much. Sing hallelujah. Glory to King. Thank you very much, Kisii Central Church Choir. On stage tunawapata the women ministries, vile women ministries church choir. Asante sana. God bless you for telling us that glory to King who liveth. Now we are going to get a piece from the women ministries. I don't know whether kuna vijana mahali, Kisii Central Youths, by show of hands. All right. Kinachoshangaza
mataifa yametuchosha maisha haya. Bwana Yesu, afadhali uje. Ulimwengu unayumba yumba pasipo na dhoruba. Watawala wanajiuzulu, wengi hupinduliwa na wengine wana wasiwasi. Mabomu yatengenezwa kila siku, silaha zavumbuliwa za kutisha, ikiwa kweli ni amani. Hizo silaha ni za nini? Yametuchosha maisha haya. Bwana Yesu, afadhali uje. Umetimia unabii, nayo tafsiri ya Danieli. Ile sanamu aliyoona ni falme, nazo zitapita. Nusu dhahabu, nusu fedha, nusu ni shaba, nusu chuma, nusu mchanganyiko wa chuma na udongo. Hapo ndipo mwisho. Naye mwenye kuyashuhudia hayo yote, nasema naja upesi sana. Amina. Na uje Bwana Yesu. Hallelujah. Asante sana. Hao wanafahamika kama the Women Ministries. God bless you for blessing us with that beautiful piece. Sijui kama kuna wazee, the Amo Choir, Kisii Central Church, wapo? Haya, hawapo. Vile vile vijana hawapo. Tutaimba wimbo nambari wamwendea Yesu kwa kusafiwa, nambari 117. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, pamoja na tuimbe. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, je, neema yake yatumwagiwa, waoshwa kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, wamwandama daima mkombozi kwa damu ya kondoo yako, kwa msulubi wa mafazi, waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo
nguo nyeupe sana, kuoshwa kwa damu ya kondoo, atakapo kuwa harusi. Church choir muendelee kukuja. Damu ya fahima, mavazi waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, kuoshwa damu ya kondoo, yatupwe yalipo na takataka, uoshwe kwa damu ya kondoo, uone kijito cha tiririka, uoshwe damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Asante sana, karibu the church choir. Anatupenda, atarejea.
Amo Choir. Hallelujah. Amen, amen. Asante sana. They are telling us that very, very soon he is coming. That's our Lord Jesus Christ. We're getting the Amo Choir. Wale wako kuja tu. Kuja. Wale wako wa Amo kuja, tunaimba wimbo uso kwa uso. Hakika tutaonana na Mwokozi wetu. Asante sana Church Choir kwa kutuambia kwamba anakuja Bwana, anakuja Yesu Kristo, and let's be ready to receive him as he comes. That's our Lord Jesus Christ. On stage we're having the Amo Kisii Central Choir. Thereafter we shall proceed with the program as stated before. Ni tutaonana kwa huko kwetu mbinguni, kufua ke nitamwona lele. Amen. Amen. Thank you very much. I'd like us to pray, then we usher in the next program. Let's believe as we pray. Father Almighty, thank you for this moment. Thank you because you've guided us in these song sessions that we've had. We're going to welcome the speaker. Lord, use him as you desire. In Jesus' name we pray. Our God is good. Bwana asifiwe. Sijaona watu wakinipungia mkono. Bwana asifiwe. Wacha nione this side. Our God is good. Kuna wale hata waliokaa pale mbali. Yes, I've seen a sister from far. Our God is good. Yeah, we want to thank our God for this moment, kwa sababu Mungu wetu amekuwa pamoja nasi. Tulianza crusade yetu, tulifungua siku ya Sabato jioni, na Mungu wetu ameweza kukubali kwamba tumekuwa hapa leo. Tulikuwa hapa pia jana, na hata wiki mbili ambazo zinafuata tutakuwa hapa kwa sababu ya huduma na mahubiri ambayo yanaletwa na mnenaji wetu. Kwa hivyo kwa wakati huu ni muda ambao nataka kumkaribisha pastor. Nani ataniambia jina la pastor? Anaitwa nani? Etienne. Mark. I want to hear whether you know the name of the pastor. Mtu kutoka hapa niambie jina la mchungaji. Who knows the name of our pastor who's coming to preach to us? Brother, what is his name? Mark Tene. Okay, pastor is coming to speak to us. Pastor, we want to welcome you in a very special way. So before he comes, I want all of us to stand so that we can pray. Then pastor will come to start. Let all of us rise for the word of prayer. Then we invite pastor to come and to speak to us. Let's pray. Our gracious Father and our God in heaven, we want to thank you so much for this moment. Thank you, our Heavenly Father, for your goodness, for your kindness, for your mercy
and for your love that you have lavished us. Father, we want to pray for your manservant as he comes to speak to us the great message, a message of hope for all of us. Our Heavenly Father, want to pray that the Holy Spirit will use him in a mighty way to speak to us about the hope that we are looking for. Father, may you now let the Holy Spirit move around us and find his way to the hearts of your people and prepare a ground that this word will fall, and thereafter we shall see the fruits of the work that will be done in this place. May your will be done is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much. Welcome, Pastor. Habari za jioni. Have you had a good day? Basi mmempata kuwa na siku njema. My day's been very interesting. Basi siku yangu imekuwa ya kufurahisha sana. I got to visit the prison just at the back here, Nilipata kutembelea gereza lililo hapa nyuma, and we spoke to 400 men in the prison. na tukapata kunena na wanaume 400 walio pale gerezani. We shared with them that there was never God's will that they end up in prison, Tulipata kuwanenea ya kwamba si mapenzi ya Mungu ya kwamba wapate kuwa pale gerezani, but it was God's will that they find him in prison. lakini ni mapenzi yake Mungu ya kwamba wakutane pamoja na Mungu pale gerezani. So there's some people in the prison who've already made decisions for the Lord Jesus Christ, Basi pana watu pale gerezani ambao tayari wameshafanya uamuzi wa kukua pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, but there were many who had not yet made a decision. na pana wengi ambao tayari pia wao hawajafanya uamuzi. So we asked them to receive the Lord Jesus Christ, Basi tuliwasihi ya kwamba wapate kumpokea Bwana Yesu Kristo, and 400 men came forward for baptism. na wanaume 400 walipata kuja mbele kwa ajili ya kupokea ubatizo. We will have a baptism Basi tutakuwa na ubatizo this Saturday, Sabato ijayo, God's holy day, basi ambayo ni siku takatifu yake Mungu, on the Sabbath. basi siku ambayo ni ya Sabato. And these men will have their sins washed away, Na hawa wanaume dhambi zao zitafanya kusafishwa, and they will publicly confess na watakakiri wazi that they've started a new life in Jesus. ya kwamba wameanza maisha upya pamoja na Yesu. Even though they're locked in prison, Haijalishi ya kwamba wao wamefungwa pale gerezani, the Spirit of God's going to set them free. Roho wa Mungu ni mwenye kumfungua na kuwafanya wapate kuwa huru. They're going to be free from the slavery of sin. Watakuwa huru kutoka kwa shina la dhambi, They're going to be free from addictions. watakuwa huru kutoka kwa uraibu, And they're going to have the love, the joy, and the peace of the Lord Jesus Christ na in their watakuwa hearts. na upendo na amani na furaha yake Yesu katika mioyo yao. More than that, Zaidi ya hayo, they will have a new hope that they have never had before. watakuwa na tumaini mpya ambalo hawajakuwa nalo tangia mwanzo, Because they know when Jesus comes in the cloud of heaven, maana wanafahamu fika ya kwamba Yesu atakaposhuka kutoka pale mawinguni, because they know him, maana wao tayari wameshamjua, because they love him, maana wanampenda, and because they trust him with their hearts, na maana wanamwamini katika mioyo yao, they will be ready when he comes. watajiandaa wakati ambapo Yesu anafanya kuja. There will be no more prisons. Hapata kuwa tena na magereza wakati huo, There will be no more sick people. hapata kuwa na watu ambao ni wagonjwa wakati huo, There will be no more sorrow nor sadness. hapata kuwa na majonzi wala vilio. Everyone will be set free. Kila mtu atafanywa kuwa huru, There will be no more poverty. hapata kuwa na ufukara tena, There won't be poor people and rich people. hapata kuwa na watu ambao ni fukara na watu ambao ni bonyenye. Everyone will be equal in the kingdom of heaven. Kila mtu atakuwa sawa katika ufalme wake Mungu. Everyone will have access to all the resources that God wants to provide us for our Kila mtu ni happiness. mwenye kumiliki rasilimali za Mungu ambazo Mungu ananuia zipate kutupa sisi furaha. Oh, what a day that will be. Basi itakuwa ni siku ya ajabu. But more than that, after we spoke at the prison for the men, Basi zaidi ya hayo, tulipomaliza kunena pamoja na wafungwa ambao ni wanaume, we went to go and visit the women's prison. basi tukaingia pale katika gereza la kina mama. The numbers were a little bit less. Basi wao walikuwa ni wachache kiasi, About 50 women. walikuwa tuseme wanawake 50, And two of my colleagues had already preached and spoken to them. na tayari rafiki zangu wawili walikuwa wameshafanya mahubiri pale. So I only shared about 10 minutes worth of words. Basi nami nikapata kunena nao mambo machache kuhusu ubatizo, But God spoke to their hearts. lakini Mungu ni mwenye kunena pamoja na mioyo yao, And the Holy Spirit came
na Roho Mtakatifu alimimina and drew their hearts out towards Jesus. na akavuta mioyo yao kumwelekea huyu Yesu. There were about 3 or 4 that had been baptized before. Kuna watatu wanne ambao tayari walikuwa wameshapokea ubatizo. But when God made a call Lakini Mungu alipofanya wito to respond to the power and love of Jesus Christ, ili wapate kuitikia nguvu na upendo wake Yesu Kristo, all those women stood up and gave their hearts to the Lord Jesus Christ. wanawake wote walinyanyuka na wakapata kutoa mioyo yao katika Yesu Kristo. God is doing amazing work, Basi Mungu anafanya kazi ambayo ni kazi ya ajabu. not only here in Kisii, Sio hapa tu katika jiji la Kisii, but in other parts of the world. lakini katika kila pembe za ulimwengu. Do you know, only about 2 months ago, Basi mnafahamu ya kwamba miezi miwili iliyopita, a lot of evangelists went to a country called Papua New Guinea. basi wainjilisti kwa wingi walifurika katika mji ambao unaitwa Papua New Guinea. A lot of people from Australia. Watu wengi ambao wametoka katika Australia. And they called the campaign PNG for Christ. Basi kampeni hiyo ilipata kuitwa kuwa pamoja naye Kristo. And after 2 weeks, Na baada ya majuma mawili, more than 300,000 people have been baptized. zaidi ya watu 300,000 walishapokea ubatizo. God is pouring out His Spirit around the world. Mungu anamimina Roho wake Mtakatifu katika ulimwengu. Why? Mbona? Because the kingdom of heaven is at hand. Maana ufalme wa Mungu ukaribu. People need to make a decision for the Lord Jesus Christ. Inabidi watu wafanye uamuzi kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jesus is coming soon. Yesu yuaje hivi karibuni. And He wants to make sure that you're ready to meet Him before He comes. Na nataka ya kwamba pate umejiandaa kumpokea kabla ya yeye kufanya kuja. So the call from God Kwa hivyo wito kutoka kwake Mungu is a call of repentance. ya kwamba sisi tufanye kutubu dhambi zetu. God says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mungu anasema fanyeni toba, maana ufalme wake uko karibu. We have sinned and fallen short of God's glory. Sisi tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. But Jesus Christ came to pay the price for our sins. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya kulipa gharama ya dhambi zetu. Jesus on the cross shed His blood for you. Yesu katika msalaba alimimina damu kwa ajili yako wewe. The Bible tells us He made His soul an offering for sin. Biblia inasema kwamba alitoa moyo wake kwa ajili ya kafara ya He dhambi. poured out all that He had. Alimwaga kile alichokuwa nacho. And that blood has got efficacy. Na hiyo damu iko na ustarabu wake. There is power in the blood. Pana nguvu kwenye damu. Would you be free from your burden of sin? Basi utakuwa huru kutoka kwa mzigo wa dhambi zako. There is power in the blood of Jesus. Pana nguvu katika damu yake Yesu. And we claim the blood of Jesus Christ upon all of you here. Tunakariri damu yake Yesu katika nyinyi nyote mlio hapa. Those who believe, Wale ambao wanafanya kuamini, and even those who may not have had the decision for Jesus Christ yet. hata wale ambao hawajafanya uamuzi wa kuwa pamoja na Yesu Kristo tena. And I think also tonight I'm seeing some new faces Na jioni ya I leo haven't basi, seen before. ninaona nyuso mpya ambazo mimi pale awali sijapata kuziona. Welcome, karibu, welcome. Karibu na tena karibu. God called you here today. Mungu ni mwenye kuwaita hapa siku ya leo. Maybe you didn't know, but God had an appointment with you and you came. Uende ikawa haujui, lakini Mungu ni mwenye kufanya ratiba pamoja na wewe wakati ambapo ulikuja hapa. God is pleased to see you here. Mungu amefurahi maana amepata kukuona hapa. We are pleased to see you Nasi here. pia ni wenye furaha maana tumekuona ukiwa hapa. And tonight we want to bring joy to the heart of the Lord, Na jioni ya leo tungependa tulete raha katika moyo wake Mungu. because God has loved you with an everlasting love. Maana Mungu anakupenda katika upendo wa umilele. And with loving kindness He has drawn you. Na katika upendo wa umilele na ukarimu Mungu amepata kukuvuta wewe. Maybe you don't know it, but you were responding to the drawing power of Jesus Christ. Uende kawa ufahamu, lakini wewe unafanya kuitikia umguso wa Yesu anapokuvuta kwake. God knew you were going to be here tonight. Mungu alifahamu fika ya kwamba utapata kuwa hapa jioni ya And leo. God has a wonderful message for you. Na Mungu ana ujumbe wa ajabu kwa ajili yako We wewe. serve an awesome God, Tunamtumikia Mungu ambaye ni Mungu mkuu, and God has a call on your life. na Mungu ako na kusudi na kukuita katika maisha yako. When you take the Lord Jesus Christ on as your Lord and Savior, Unapompokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wako, you discover a brand new purpose for your life. utagundua kusudi mpya katika maisha yako. That thing that was missing in your life, Kile ambacho ulikosa katika maisha yako you find in the Lord Jesus. unapata kikiwa ndani yake Bwana Yesu Kristo. Many people recognize a emptiness within. Watu wengi wanajua kwamba
kwamba katika mioyo yao wako na utupu. They chase after things to fill that vacuum. Wanatafuta vitu ili vipate kujaza ile huo mwanya. Ultimately, they want hope. Mwisho kabisa wanatumaini ya kuwa na tumaini. They're trying to find that thing that satisfies. Wanatafuta kile kitu ambacho kitafanya So kuwatosheleza. maybe they try things like alcohol Wende kawa wanajaribu vitu kama vileo, or womanizing, ama wanatafuta wanawake hapa na pale. but these things do not satisfy, Lakini hivi vitu hazipati kuridhisha mioyo. because that is not what that vacuum in your life needs. Maana huo mwanya ulio katika moyo wako hauhitaji hivyo vitu. So people are unhappy Basi watu wamekosa raha. and they keep on trying the same thing, Na wao ni wenye kujaribu jambo hili na tena and kurudia. it just does not Na satisfy. hili jambo halileti shibe katika maisha yao. And we read in the Bible Na tunasoma katika maandiko, that we are not to be filled with wine and alcohol. basi tusipate kujazwa na vileo pamoja na divai. And we look at Ephesians chapter 5. Tunatazama kitabu cha Waefeso sura ni ya 5. Ephesians chapter 5, and we're going to read verse 18. If you have a Bible, please page there, Ephesians chapter 5 and verse 18. Basi kama una Biblia utafungua kitabu ni cha Waefeso. And as we open the Holy Word of God, let's just say a prayer and ask God's blessing through the Holy Spirit. Na tunapofungua neno takatifu la Mungu, tutaomba tujazwe na Roho Mtakatifu na Mungu apate kutuongoza kupitia kwa Roho wake. Father God, Baba Mungu, we come here as your children. tumekuja hapa tukiwa wana wako. Some of us have already discovered the joy of salvation. Baadhi yetu tumeshajua raha ya wokovu. Some of us are searching for something, Baadhi yetu bado tunazidi kutafuta kitu. something to give us joy and happiness, Kitu ambacho kitatupa raha na furaha and to give us hope. na kipate kutupa tumaini. And we don't know it's you. Na hatujui ya kwamba ni wewe. Impress our hearts today that we understand Hebu nena na mioyo yetu ili tupate kuelewa that Jesus is the answer. ya kwamba Yesu ndiye jawabu. And Father, as we read your holy word, Na Baba, tunaposoma neno lako takatifu, bring the conviction of the Holy Spirit upon us. hebu pata kutuletea uhamisho wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Speak through us through our conscience, Hebu nena katika dhamira zetu. but open our hearts so we can receive the Lord Jesus Christ. Nafungua mioyo yetu ili tupate kumpokea Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo. Is our prayer in Jesus' Ni name. ombi letu katika jina lake Yesu. And the children of God said, Na watu wa Mungu wapate kuitikia. Amen. Amen. So we're in Ephesians chapter 5 and verse 18. Basi tuko katika kitabu cha Waefeso sura ni ya 5, fungu ni la 18. We're made for something better than just wine. Basi tuliundwa kwa ajili ya vitu vizuri zaidi ya mvinyo. And the Bible tells us, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, Basi Biblia inasema hivi, tena msilewe kwa mvinyo But ambao mna ufisadi, but be filled with the Spirit. bali mjazwe Roho. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Miili yetu ni hekalu takatifu ya Roho Mtakatifu. And until you are filled with the Holy Spirit, Basi mpaka upate kujazwa na Roho Mtakatifu, you will always be dissatisfied with life. wewe kila mara maisha hayatakupa raha. Always searching but never finding. Kila mara utakuwa unatafuta lakini hauwezi kupata. Always trying something that does not satisfy. Kila mara utajaribu kile kitu ambacho hakikupi raha kamwe. You taste something and think, oh, this might be it. Unaonja kitu unadhani ya kwamba hiki ndicho nahitaji, Only to end up feeling very disappointed. lakini mwishowe unapata kugundua ya kwamba pali kinakupa msongo. But I'm here to tell you today Lakini siku ya leo mimi ninakunenea hivi that you are to taste, ya kwamba upate kuonja and you will see that the Lord is good. na utajua ya kwamba Bwana ni mwema. The Lord Jesus Christ is yummy. Basi Bwana Yesu Kristo ni You mtamu. got to taste. Basi unapomuonja You got to eat the Word of God. na unapokula neno lake Mungu, And the Holy Spirit will teach you as you eat. na Roho Mtakatifu ni mwenye kukufunza unapoendelea kula. When I say eat, it is to read God's Word and to Ni- take it in. Ninaposema kula ni kwamba unasoma neno la Mungu na unapata kulipokea ndani. Every promise in the Bible is for you. Kila ahadi iliyo ndani ya Biblia ni kwako wewe. There's a lot of promises in the Bible. Pana ahadi nyingi katika Biblia. So many that when you read him, Basi ahadi ni nyingi hata wakati ambapo unafanya kuzisoma. you will discover hope upon hope upon hope. Utakuwa na tumaini na tumaini na litajaa juu ya tumaini. You will see life through new lenses. Basi utaona maisha katika mtazamo mpya. And life that looked dark and irrelevant. Na maisha ambayo yalikuwa na giza na hayana maana. A life that looked meaningless Maisha ambayo yalikuwa hayana maana. will discover new meaning. Basi utapata maana mpya katika maisha yako. Because God has a purpose for your Maana life. Mungu ni mwenye kusudi kwa ajili ya maisha There's a yako. plan for your life. Mungu ana mipango kwa ajili
ajili ya maisha yako. And until you receive the Lord Jesus Na Christ, mpaka upate kumpokea Bwana Yesu Kristo, you don't know what that is. haujui mpango wa Mungu kwako wewe. You might guess, Uende kama utafanya kukisia, you might try, unaweza kufanya kujaribu, but until you receive that full satisfaction, lakini mpaka upate ile lishe ya you kutosha, won't know. basi wewe utapata kufahamu. Jesus is the answer. Yesu ndiye jawabu. He's the answer for you, he's the answer for me. Yesu ndiye jawabu kwako wewe pamoja na mimi. But today I want to tell you about this awesome God. Basi siku ya leo nitawanenea kuhusu huyu Mungu ambaye ni Mungu wa This ajabu. God is a great and mighty God. Maana Mungu ni Mungu mkuu na Mungu ni mwenye mambo makubwa. This God that reigns from heaven above Ni Mungu mwenye kutamalaki kutoka mbingu iliyo pale juu, with incredible power and incredible might. akiwa na nguvu za ajabu na mwanga wa ajabu. He is awesome and majestic. Na Mungu ni Mungu mkubwa na Mungu wa kutisha. But we thank God that He is a God of love. He is tender at heart. Tunamshukuru Mungu maana ni Mungu wa upendo na moyo wake ni mtulivu. Because God is good. Maana Mungu ni mwema. And all the time, Na kila wakati God is good. Mungu yu mwema. So let's go to the book of Isaiah. Basi tutaelekea kitabu ni cha Isaia. And we're going to go to Isaiah chapter 40. Basi tutaingia katika Isaia sura yake ni 44. Because the problem we have on this planet, Maana tatizo tulilo nalo kwenye sayari, as we try to find objects maana tunajaribu kutafuta vyombo that can represent God. ambavyo vinaweza kuashiria Mungu, But created things cannot represent the Creator. lakini vilivyoumbwa haviwezi kumwashiria aliye muumbaji. God sits outside of creation. Mungu amekaa mbali na uumbaji, He sits outside of time. amekaa mbali na nyakati. We discovered a little bit of that last night. Jana jioni tulipata kugundua hayo. And so the question is asked in Isaiah chapter 40 verse 25. Basi pana swali pale katika Isaia 40 na fungu ni la 25. To whom will you liken me? Mutanifananisha na nani? Or to whom shall I be equal? Basi nami nipate kuwa sawa na nani? Says the Holy One. Asema aliye mtakatifu. Who's the Holy One? Basi ni nani aliye mtakatifu? That's the God that created heaven and earth. Ni Mungu mwenye kuziumba mbingu pamoja na nchi. So God's saying you can't liken me to anything, but He says lift up your eyes on high. Basi Mungu anasema hamtanifananisha na yote, bali mpate kuinua macho yenu muangalie juu, And see who has created these things. muweze kutazama ni nani aliyeviumba hivi vitu vyote. So He's calling your attention not just to the creation, but Basi- to the one who created. Basi Mungu anataka uangazie macho yako si kwa vile alivyoumba, bali kwa yule ambaye ni muumbaji, Who brings out their host by number, ambaye analeta majeshi kwa hesabu, and He calls them all by name. aziita zote kwa majina. And we are told in the Psalms chapter 19 Basi tunaambiwa katika Zaburi sura yake ni ya 19 that the heavens declare the glory of the Lord. ya kwamba mbingu zinatangaza utukufu wake Mungu, The heavens is not God. na anga alitatangaza. Some people worship the heavens. They worship the sun, the moon, and the stars. Pana watu ambao wanaziabudu mbingu, wanaabudu jua pamoja na nyota pamoja na mwezi, But that is not God. lakini huyo siye Mungu. They merely declare the glory of God. Hivyo vinatangaza tu utukufu wake Mungu, And that's the God whom we declare to you today. na huyo ndiye Mungu ambaye sisi tunafanya kuwatangaza kwenu siku ni ya leo. Now, if the sun wasn't shining on the screen, I had some beautiful images to show you of the universe. Basi ingalikuwa pana giza kidogo, ili hapa tuweze kuona picha, tungeona picha za kupendeza za ulimwengu. So if we have time a little bit later, Basi ikiwa wakati ujao tutakuwa na muda, when the sun goes behind the buildings, wakati ambapo jua limetua kidogo nyuma ya yale majengo, we can come back and I can show you some of those pictures. basi tutarudi kwa ajili ya kutazama picha fulani pale. But let's go to the Bible, to Isaiah chapter 46. Basi tutaingia katika Biblia na kitabu ni Isaia sura ni ya 46. Isaiah chapter 40 asked, to whom will you liken me? Basi Isaya 40 iliuliza mtanifananisha na nani? And then it says, look at the heavens. Na akasema tazama mbingu They declare what God is like zinatangaza Mungu ni nani, because they show His power to create. maana zinaonyesha nguvu zake katika uumbaji. There's so much power in Him Pana nguvu za ajabu ndani yake Mungu. that when He speaks things into existence that did not exist before. Basi anapotamka, basi vile ambavyo havikuwa basi vinapata kuwa. God's word is powerful. Basi neno lake Mungu ni neno la nguvu. And Hebrews chapter 1 verse 3 tells us Katika kitabu cha Waebrania 1 na fungu ni la 3 linanena hivi, that Jesus
Christ is the one that upholds all things that have been created by the word of his power. Yesu ni mwenye kutamaraki vitu vyote ambavyo vilivyoumbwa katika nguvu zilizo katika neno lake. If I say something Basi ninapotamka jambo and it doesn't exist, na na kitu hikyo hakipati kuwa, it doesn't come into existence, basi hiki kitu hakijaumbwa. my words don't have that power. Maneno yangu hayana namna ya kuumba vitu. But the God we serve, he can speak things into existence. Lakini Mungu ambaye tunamtumikia yeye ni kutamka tu na vitu vinapata kuwa. And this God, because he sits outside of his Maana creation, huyu Mungu ameketi kando na uumbaji wake, and he can see the end from the beginning, na ni mwenye kuona mwanzo hadi mwisho. is a God that can prophesy. Ni Mungu mwenye kufanya unabii. And we read in Isaiah 46 verse 5, Na tunasoma kitabu ni cha Isaya 46 na fungu ni la 5. to whom would you liken me, Mutanifananisha na nani? and make me equal and compare me, Na kunisawazisha naye, that I should be alike? na kulinganisha naye ili tuwe sawa sawa. Then we go to verse 9. Basi tutaingia katika fungu ni la 9. It says, remember the former things of old, Kumbukeni mambo ya zamani za kale, for I am God and there is no other. maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. I can tell you by the authority of God's word today that there is no other God except God the Father and the Lord Jesus Christ. Mimi nitatumia mamlaka yake Mungu kusema hamna Mungu mwingine ila Mungu Baba pamoja na Yesu Kristo. And then God goes on to say, I am God and there is none like me. Na Mungu anaendelea kusema mimi ni Mungu wala hapana mwingine. What does God mean when he says there's none like him? Anasema nini anaposema hapana mwingine aliye kama mimi? He's the one that's only one that's been from Ni everlasting. yeye tu aliyetangia pale mwanzo, He's the only one that can never die. na ni yeye pekee ambaye haezi kuonja He kifo. alone has immortality. Ni yeye pekee ambaye ana umilele ndani yake. You know, for God to try and pay the price for our sins, Unajua Mungu ili afanye kujaribu apate kulipa gharama ya dhambi he yako, couldn't die as God. yeye hangekufa kama Mungu. He had to come in human flesh. Ilimbidi apate kuwa na mwili wa binadamu, And in our flesh, he could die. na ili apate kuwa na mwili wa binadamu basi angeweza kufa. But the divinity of Christ did not die. Lakini uungu wa Kristo haukupata kufa, Although it was there in the body. ingawaje ulikuwa ndani ya mwili wake. But when Jesus Christ rose from the dead, Lakini Yesu alipofufuka kutoka kwa mauti, he raised himself by his own godly divine power. alipata kujifufua kupitia kwa nguvu zake ambazo ni nguvu za kiungu. That is the power of the word of God that we are preaching to you Basi today. hizo ndizo nguvu za neno la Mungu ambazo tunafanya kuhubiri kwenu siku ni ya The leo. Apostle Paul tells us that he's not ashamed of the gospel of Christ. Mtumishi Paulo anasema kwamba yeye haionei aibu injili yake Yesu Kristo. It is that resurrection power of God unto Maana salvation kuna nguvu za kufufua na hata kufufua ili upate kufufuka daima. to everyone who believes. Kwa kila yeyote ambaye anafanya kuamini. Although God is incredibly powerful Haijalishi ya kwamba Mungu ni mwenye nguvu za kutisha, and he's a consuming fire to the sinner, na Mungu ni moto ulao ukauye mwenye dhambi, in his love he holds back. lakini katika upendo wake yeye anajituliza, And with a gentle voice, na katika sauti ya upole he speaks silently to your heart. ananena kwa upole katika moyo wako, And he says, come, anakuambia njoo, because he's gentle. maana yeye ni mpole. And it's the goodness of God Na kwa sababu ya uzuri wake Mungu that leads us to repentance. ndio tufanye kufanya toba. What an awesome God we serve. Basi tunamtumikia Mungu ambaye ni Mungu wa ajabu, So very powerful, Mungu ambaye ni Mungu mkuu, great and awful in majesty, ambaye ni mkubwa na mwenye mamlaka, yet so gentle lakini ni Mungu mpole that he would even kiasi. say to the little children that the disciples were shooing away, Na wale watoto wadogo ambao wanafunzi waliofanya kuwafukuza, don't forbid the little children, let them come. msiwakataze watoto, waacheni waje kwangu. God loves big and small. Mungu anapenda walio wakubwa pamoja na wadogo. This is the God we serve. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamtumikia, And he declares the end from the beginning. na natangaza mwanzo hadi mwisho, And from ancient times, natangia zamani za kale, the things that are not yet done. vile vitu ambavyo tayari havijatendeka. Saying, Basi anasema, my counsel shall stand, basi ushauri wangu utasimama, and I will do all my pleasure. na mimi nitafanya kile ambacho nanuia. Why will God's counsel stand? Basi mbona ushauri wa Mungu ufanye kusimama? Because there's power in his word when he speaks. Maana pana nguvu katika neno lake anapotamka. This power will speak life into your body. Basi hizi nguvu ndizo kunena maisha katika mwili wako. When you are dead in trespasses and sins, Unapokufa katika dhambi na maovu, physically alive but spiritually dead, wewe uhai kimwili lakini kiroho umekufa. and God wants to give you a new life. Na Mungu
akupatie maisha mapya. That's why he says you must be born again. Ndiposa Mungu anasema kwamba lazima tuzaliwe mara ni ya pili. So in the meantime, until you make your decision, which will be tonight, Basi sijui kama utafanya uamuzi jioni ya leo. we are claiming the blood of Jesus upon all of you. Tunakariri damu ya Yesu kwenu nyote. There is power in the blood of Jesus. Pana nguvu katika damu yake Yesu. And by his Spirit, he will convict you today. Na katika Roho wake Mtakatifu Yesu atapata kukushawishi. No one else you have ever met Huyu or seen. Mungu afananishi na yote ambayo umekutana pamoja naye ama kumtazama. No one has seen God the Father, Hamna mtu ambaye amemtazama Mungu ambaye ni Mungu Baba. but the only begotten, Lakini mwana wake wa kipekee who's in the bosom of the Father, ambaye amo katika kifua chake Baba, he has revealed him. yeye amefanya kumfunua. And the Bible tells us in Proverbs chapter 30 verse 4, Na Biblia inatunenea katika kitabu ni Methali, Proverbs chapter 30 verse 4, sura yake ni ya 30 na fungu ni la 4. that asks this question. Basi 1 2 1 2. asante. Okay. Proverbs chapter 30 verse 4. Kitabu ni Methali 30 na fungu ni la 4. Who has gathered the wind in his fist? Ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Who has bound the waters in a garment? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Who has established all the ends of the earth? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? What is his name? Jina lake ni nani? His name is Jehovah God. Jina lake ni Yehova Mungu. He is the one that we serve. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamtumikia. The eternal self-existent one. Basi Mungu ambaye anaishi milele na ni Mungu aliyejiumba. What is his name? Basi jina lake ni nani? We call him Abba Father. Tunamuita Baba yetu. Father God in heaven. Baba yetu Mungu aliye juu mbinguni. Then it asked us this question. Basi swali ndilo hili. What is his son's name? Basi jina la mwana wake ni lipi? God has a son. Basi Mungu ana mwana. And his name is Jesus. Na mwana jina lake ni And he Yesu. came to die and pay the price for our sins. Na alikuja kufa na kulipa gharama ya dhambi And it's zetu. this Jesus that can prophesy, Na huyu ndiye Yesu mwenye kufanya unabii. who sees things when they are a long way off, Anaona vitu kwa umbali. thousands of years into the future. Maelfu ya miaka pale usoni. That's why we are blessed by prophecy. Ndiposa sisi tunafanya kubarikiwa na unabii. In the Bible, God tells us of things that are not yet come. Basi ndani ya Biblia Mungu anatuambia mambo ambayo hayajafanya And he tells kutukia. us thousands of years before they Na happen. anatuambia miaka elfu. Basi tunaona siku ya jana kwamba Mungu alitoa unabii. And that prophecy had to do with the time of Nebuchadnezzar of Babylon, Basi huo unabii ulikuwa wakati wa mfalme Nebukadreza wa Babeli. right through to our time and the second coming of Jesus. Hadi wakati wetu na hata kurudi kwake Yesu mara ya pili. And there was this great image. Na palikuwa na hii sanamu kubwa. And this image was made of different metals. Na hii sanamu ilikuwa imetengezwa kwa mawe kadha wa kadha. The head was made of gold. Kichwa kilikuwa ni cha dhahabu. It was like a statue. Basi kilikuwa sawa na sanamu. And then the arms Na and katika the chest kifua pamoja na made of mikono silver. vilikuwa ni vya fedha. And around the waist it was made, and the belly was made of bronze. Basi katika kiuno kilikuwa ni cha shaba. And the legs were made of iron. Na miguu ilikuwa ni ya chuma. And as you go down the legs into the feet, Na unapoingia katika nyayo yake miguu, the feet were made of iron and of clay. basi nyayo zilikuwa pamoja ni chuma pamoja na udongo. Then Basi there was this stone that was cut out without hands. palikuwa na jiwe lisilotengezwa na mikono ya binadamu. And this stone came and it hit the image. Na hili jiwe likaja na likagonga ile sanamu. It didn't hit it in the head Na likagonga kwenye or kichwa. in the chest Na sio kwa kifua. or in the legs. Wala si kwa miguu. It hit it in the feet. Basi hili jiwe liligonga sanamu kwenye miguu. That is very important. We'll explain that a little bit later. Hilo ni jambo la muhimu na tutapata kulidondoa wakati ujao. And in Daniel chapter 2 verse 34, Basi Danieli ni sura ya 2 na fungu ni 34. we read the following. Basi tunasoma yafuatayo. You watched till a stone was cut out without hands. Basi ulitazama
jiwe likakata lisilotengezwa na mikono, which struck the image at its feet. nalo likagonga ile sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma, The feet of iron and clay. ile miguu iliyokuwa ya chuma na udongo, And the stone broke them in pieces. likavunja vipande. And the stone that struck the image Na ndipo kile chuma became a great mountain. ikawa ni mlima mkubwa, And this mountain filled the whole earth. na huu mlima ukapata kujaza ulimwengu mzima. Now what does that mean? Basi inamaanisha nini? Well, let's start at the top. Basi tutaanza na pale juu. Nebuchadnezzar is the one that had the dream and forgot it. Basi Nebukadneza ni mwenye kuota ndoto na kuisahau. And when his wise men couldn't tell him the dream or the interpretation, Na hawa werevu wenye walikosa kumwambia ndoto na tafsiri ya ndoto, he got so angry he was going to kill all the wise men, including Daniel. akajawa na hamaki ili apate kuwaua wenye hekima wote pamoja na Danieli. And Daniel said, why is the king's command so hasty? Basi Danieli ni mwenye kuuliza, mbona mfalme apate kuwa na hamaki ya kuua? King, please give me time so I can ask God to tell me the dream and the interpretation. Tafadhali mfalme, nipe muda nipate kunena na Mungu anipatie ndoto pamoja na tafsiri yake. So then he starts explaining the dream and the interpretation. And here is the interpretation. Basi Danieli ni mwenye kueleza ndoto pamoja na tafsiri yake ndiyo hii. He says, King Nebuchadnezzar, Anasema, mfalme Nebukadneza, you are this head of gold. wewe ndiye kichwa hiki cha dhahabu. This represents the kingdom of Babylon. Basi huyu ndio ufalme wa Babeli. So we have Babylon, Basi tuko na Babeli established 605 years before Jesus Christ. ambayo ilianzishwa miaka 605 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, And it remained till 538 BC. na ikadumu hadi mwaka wa 538 baada ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. So Babylon was known as a golden city. Basi hili litambulikana kama mji wa dhahabu, And it appeared to have a golden future. na ilionekana ya kwamba siku zake za usoni zilikuwa pia ni za dhahabu. The gates of the city were 60 meters high. Malango yalikuwa ni futi 60. It was so wide that they could have chariot races on the walls. Ilikuwa na upana hadi farasi walikuwa ni wenye kusimama katika kuta. But the city was impregnable. Lakini huu mji ulikuwa ni mji hauwezi kuingia ndani. So it was immune against attack. Basi huo mji ulikuwa ni mji hauwezi kushambuliwa. But what did the prophet Isaiah predict would happen to Babylon? Basi nabii Isaia alisema nini kitakachotendeka katika mji wa Babeli? The prophet Isaiah lived about 150 years before Babylon fell. Basi nabii Isaia iliishi miaka 150 kabla ya kuanguka kwake Babeli. And we read in Isaiah chapter 13 verse 19 and 20. Basi tunasoma kitabu ni cha Isaya. God said before it happened, way before it happened, Mungu, Isaya 30 fungu ni la 19 hadi 20, Mungu anasema, subiria, kabla halijatendeka litatendeka. and Babylon the glory of kingdoms, Na Babeli ambayo ni utukufu za falme, the beauty of the Chaldeans' pride, basi urembo wake wa Kaldayo ambayo unaangaza, will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. basi kitakuwa sawa na Sodoma na Gomora. Then God goes on to say it will never be inhabited, Na Mungu anaendelea kusema ya kwamba kamwe patakuwa na ukiwa, nor would it be settled again, hamna mwenye kuishi mahali pale, nor will the Arabian pitch its tent there, na hamna Mwarabi atakaye kuwa pale, nor will the shepherd make their sheepfold there. Nor will the shepherd make its sheepfolds there. hamna mwenye kukaa pale. If you could see the screen, you will see that there's just ruins there. Basi unapoona pale unaona pana uharibifu pale. How did God know that? Basi Mungu alifanya kujua vipi? This was prophesied 2,700 years ago, and it's still true. Basi huu ni unabii wa miaka 3700 na bado ni unabii wa hakika. How can such a great and amazing civilization that was represented by the head of gold disappear? Basi iweje ya kwamba falme ambao umeashiriwa dhahabu upate kutoweka? But they were beaten by another nation. Basi hawa walipata kutamalikiwa na taifa It's fulani the nation that was represented by the arms of silver, ambayo ilikuwa na mikono ya fedha, known as the Medo-Persians. ambao ni ufalme wa Amedi na Ajemi. And King Cyrus defeated Babylon.
na huyu akapata kutamalaki. Babeli ni mfalme Cyrus. And you know that there's a cylinder that records all the victories of King Cyrus of Persia. Na tunajua kuna maandishi ambayo yanasema ambavyo mfalme huyu alipata kushinda vita. This King Cyrus was actually prophesied 150 years earlier by Isaiah. Basi huyu mfalme Cyrus alipata kutamkwa na Isaya miaka 150 kabla ya kuwa kwake. And Isaiah called him by name. Na Isaya alimtamka jina lake. And when Satan heard it, Na ibilisi aliposikia, he tried to destroy Cyrus. alijaribu kumtoa mfalme huyu ambaye ni Cyrus. The other kings were killed. His father was killed. Basi babake huyu mfalme alifanya kuuawa. And they were going to kill all the sons. Na walipata kuwa wana wake But wote. someone went and hid him and they escaped. Lakini pana mtu mwenye kumficha na akapata kuponyoka. And he grew up with nobody knowing who he was. Alikuwa pasipo mtu kumtambua yeye ni nani. Until later on he was presented back to the kingdom and he became the king. Hadi mwisho akaletwa katika ufalme na akapata kuwa ndiye mfalme. Because God had a purpose for Cyrus. Maana Mungu alikuwa na kusudi na huyu mfalme Cyrus. Cyrus would be the first one to actually establish that Israel would go back to Ya Jerusalem. kwamba huyu ndio wa kwanza kuruhusu Waisraeli wapate kurudi pale Yerusalemu. But this kingdom would also disappear. Lakini ufalme wake pia ulifanya kutoweka. And the kingdom of bronze would arrive, Na pakawa na ufalme wa shaba represented by Greece. ambao ulikuwa ni wafalme wa Yunani. And at the battle of Arbela, Na wakati wa vita hivyo vya Babeli, the Medo-Persians were defeated. Wamedi pamoja na Wajemi walifanya kushindwa. And that general, that great general Alexander the Great, Na huyu akida mkubwa ambaye tunamuita Alexander, he beat them and he set up another kingdom. aliwatamalaki na akawa na ufalme wake. This is now the third kingdom on the world stage. Basi huu ndio ufalme wa tatu katika nchi ya ulimwengu. And you know that Alexander the Great Na mnamfahamu huyu akida mkubwa ambaye ni Alexander. was told that it was prophesied that he would be the one to do that. Unabii ulisema ya kwamba yeye ndio mwenye kufanya hayo mambo. And Josephus, who is that great historian, Na huyu Josephus ambaye ni mhistoria mkuu documented how Alexander the Great knew his destiny alinakili namna ambavyo Alexander alijua hatima yake as a result of the prophecies of the book of Daniel. kwa sababu ya unabii ulio katika kitabu ni cha Danieli. But then after Alexander the Great, there was another kingdom to come, Na strong as iron. Basi ufalme wa Alexander ulipokamilika, pakawa na falme mwingine ambayo ilikuwa ni kubwa sawia na chuma. That's Daniel chapter 2 verse 40. Basi hiyo ni Danieli 2:44. And so we know that in 168 BC, Na tunajua katika mwaka 160 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu, the Iron Kingdom of Rome basi ufalme huu wa chuma ambao ni ufalme wa Kirumi laid waste to the kingdom of Greece. vile vile ukafanya hivyo katika ufalme wa And they were Yunani. the new world rulers. Na wao ndio uongozi wapya wa ulimwengu. But would there be a fifth kingdom? Basi ni ufalme wa tano ni upi? Based on the fact that there's been 4 successive kingdoms, Ni wazi ya kwamba tumekuwa na falme 4 tawalia. I would guess that there would be a fifth. Basi mimi nitakisia kwamba pana ufalme wa tano. But to show that God is in control, Lakini kuonyesha kwamba Mungu ni mwenye kudhibiti, there wouldn't be a fifth. basi apata kuwa na ufalme wa tano. The feet of iron and clay suggest Basi huu ufalme ambao ni miguu ambayo imechanganywa udongo pamoja na chuma. that the iron kingdom disintegrated and mingled with clay. Basi huu ufalme wa chuma ulivunjika vipande na ukashikamana na udongo. So in the western part of the Roman kingdom, Basi katika ile sehemu ya kaskazini ya Urumi which we now call Europe, ambayo sasa hivi tunaita Europa, represented by the 10 toes, ambayo tuseme ni vile vidole 10 vya mguu, 10 kingdoms arose, the barbaric tribes. ni tawala 10 ambazo zilinyanyuka kutoka kwa kabila 10. I've got the pictures, but these kingdoms are ones like the Anglo-Saxons. Basi hizi picha tuko nazo ni sawia na wale wa Anglo-Saxon. These are the English from England. Hawa ni Waingereza ambao wametoka katika taifa la Uingereza. There was another group of barbarian tribes called the Lombards. Pana watu ambao ni kabila wa Babeli ambao wanaitwa Barbarian. They became the Italians. Basi wao wakawa ni wa Italiano. There was another group of barbarians. Pana watu ambao pia ni hawa Barbarians. They were called the Franks. Hawa ndio wakaitwa watu wa France.
which current modern nation in Europe you think the Franks would be? Basi hawa wa Ufaransa wako katika taifa lipi? It is France. Basi ni taifa la Ufaransa. And although I'm not French, my name is French. Basi jina langu ni French. So there's many of those kingdoms that disintegrated from the Roman Empire. Basi falme ni nyingi ambazo zilichipuka kutoka kwa utawala wa Kirumi. Now we want to go to the Bible to see if these European kingdoms would ever unite. Basi tutaingia katika Biblia ili tupate kugundua kama hizi tawala za Europa zitashikamana. The Bible says yes, they will try to unite. Biblia inaitikia hakika watajaribu kushikamana. And it says in verse 43, Basi fungu ni la 43. as you saw iron mixed with ceramic clay, Namna ilivyokuwa na chuma na udongo, they will mingle with the seed of men, vitajaribu kushikamana, but they will not adhere to one another, lakini havitashikamana kamwe, just as iron does not mix with clay. kama vile chuma visivyoshikamana na udongo. So when it says that they will mingle the seed of men, Ya kwamba Biblia inaposema wanapokuwa na uchanganyifu wa binadamu, mbegu za binadamu. all the royal families in Europe are all related. Familia zote za Europa zina uhusiano. They kept on giving their daughters and their sons to one another. So the kings and the queens and all that belong to the same big family. Wana na binti zao walipokezana kwa ajili ya ndoa. Wafalme pamoja na malkia walipokezana kwa ajili ya ndoa. They tried to unite them through those kings and queens, Walijaribu kushikamana kupitia kwa falme pamoja na malkia, but it never happened. lakini hilo jambo halikutendeka. There were many that tried. Ni wengi ambao walifanya kujaribu. Charlemagne, Charles V, Louis XVI, Charles pamoja na Louis na wengine. Napoleon, Pamoja na Napoleon. Kaiser Wilhelm, who started the First World War, Kaisara pamoja na Hitler mwenye kuanzisha vita vya kwanza wa ulimwengu. and Hitler from World War II. Na huyu Hitler ambaye ni mwenye vita vya pili vya ulimwengu. All of them failed. Wote walijaribu lakini walishindwa. Because why? Mbona? God's word stands sure. Neno la Mungu ni la hakika. The prophecy said they will mingle the seed, but they will not adhere to one Neno another. la Mungu linasema watachanganya sawa na mbegu lakini hawatashikamana. Kaiser Wilhelm from World War I knew that. Kaisar Wilhelm alijua hayo mambo. He said, Daniel's prophecy does not fit with my plans. Basi anasema unabii wa Danieli hauingii pamoja na mipango yangu. I can't accept it. Mimi siitikii haya. And where Charlemagne and others have failed, Wakati ambapo Shalam, Majin na wengine wamepata kuanguka, he said, I will succeed. anasema yeye atanawiri. So in France, Basi pale Ufaransa, there's this huge cathedral known as the Metz Cathedral. basi pana kanisa kubwa ambalo linaitwa Metz Cathedral. In France, it's dedicated to Saint Etienne. Basi hili kanisa limewekwa wakfu kwa ajili ya mtakatifu Etienne. So that is actually Saint Stephen in English. Basi tunasema Stefano katika lugha ya Kimombo. But in this cathedral, there's a statue of the prophet Daniel. Basi katika hili kanisa kubwa pana sanamu yake nabii Danieli. And when Kaiser Wilhelm saw the statue of Daniel, Basi huyu alipotazama sanamu yake nabii Danieli, and he tried to overthrow that prophecy na akajaribu kuachana na huo unabii, that they will never unite Europe, ya kwamba hawawezi shikamanisha bara ya Europa. he said to them, take off the head of the statue of Daniel. Akasema hebu mpate kukata kichwa kilicho katika ile sanamu yake And he Danieli. got his own head put on it instead. Na akachukua kichwa chake akaweka kwenye sanamu yake But he Danieli. miserably failed. Basi alipoopotoa, Hitler with an army of 5 million. basi Hitler alikuwa na jeshi la watu 500,000. He promised to do what Kaiser Wilhelm couldn't do. Aliahidi kufanya kile ambacho Kaisa alishindwa kufanya. He promised to unite Europe Aliahidi ya kwamba atashikanisha bara ya Europa, and build an empire that would last 1,000 years. na afanye utawala ambao utadumu miaka ni 1,000. But we know that he miserably failed. Lakini tunajua alianguka vilivyo, And his armies were defeated. na majeshi yake pia alifanya kushindwa. So though the European Union is trying to unite them, Haijalishi ya kwamba hao wa Europa wanajaribu kushikamana, just in the last few years, kwa miaka michache iliyopita, England, which was part of the European Union, Uingereza ambayo ilikuwa miongoni wa wale mataifa ya Europa ambayo yamekuja pamoja, they withdrew from there. wao walijiachilia mbali. Because God's word is sure. Maana neno la
Mungu ni la hakika. But then we get to the most important part of this prophecy. Basi tunakuja katika sehemu ya muhimu kabisa katika unabii. We're in chapter 2 and verse 44 of Daniel. Danieli sura yake ni ya 2 na fungu ni la 44. And it says, in the days of these kings. Na Biblia inasema na katika siku za wafalme hao. Which kings? Wafalme wapi? The kings of divided Europe. Wafalme ambao wamesimamia Europa ambayo imetawanyika. They are still kings in Europe. Basi pana wafalme bado pale Europa. And it's during this time that the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. Na ni wakati huu Mungu ataleta ufalme wake ambao utaangamizwa milele. So this rock represents the kingdom of God that will never be destroyed. Basi huu ndio ufalme wa Mungu ambao utasimamishwa na kamwe hautaangamizwa milele. The everlasting kingdom is the kingdom of Jesus Christ. Ufalme wa milele ni ufalme wake Yesu Kristo. So the Bible predicts that it is Jesus that will set up his kingdom. Biblia inaashiria kwamba ni Yesu mwenye kuleta ufalme wake. It will not be China or the United States. Ambao hautaondolewa, itakuwa ni Uchina au taibala la Marekani. It won't be Australia. Na wala haitakuwa Australia. There will eventually be a fifth empire. Basi itakuwa ufalme ambazo zimeshadhuriwa. And that empire would be ruled by the King of Kings and Lord of Lords. Na utakuwa ni mfalme wa Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. But what will happen to the earth's kingdoms? Na nini kitatendeka katika hizi tawala za ulimwengu? When God sets up this kingdom, we read in verse 44. Basi tunapoingia katika fungu la 40 na Mungu anapoleta ufalme wake. It shall break in pieces and consume all these other kingdoms. Basi utavunja vipande na kuharibu zile falme zingine. The stone strikes the statue at the feet. Basi hili jiwe linagonga sanamu pale kwenye nyayo za mguu. This indicates that Jesus will come during the time of the divided nations. Basi inaashiria kwamba Yesu ni mwenye kuja wakati ambapo hizi falme zimetawanyika. We are living in the time of the toes. Basi sisi tunaishi nyakati zile za vidole. Just as in the previous aspects of the prophecy, namna ilivyokuwa na zile tafsiri za unabii which have been perfectly fulfilled, ambazo zimekamilika katika utafsiri wao, so we have confidence. Basi sisi ni wenye ujasiri that the next part will also perfectly be fulfilled. Ya kwamba hii sehemu ambayo imesalia nayo itafanya kutimika. When Jesus comes to establish his kingdom. Yesu atakapokuja kwa ajili ya kuweka ufalme wake. So what did Nebuchadnezzar the king say when Daniel the prophet explained to him the dream and the interpretation? Basi Nebukadneza aliitikia vipi Danieli alipomwambia ndoto pamoja na tafsiri yake? In verse 47. Basi fungu ni la 47. King Nebuchadnezzar, who was an atheist, huyu mfalme Nebukadneza ambaye alikuwa ni kafiri, now becomes a believer and acknowledges God. Basi anakuwa muumini na anamtambua Mungu. This is truly your God is the God of gods. Anasema hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu. And the Lord of kings. Na ni Mungu ni Bwana wa wafalme. And he is a revealer of secrets. Awezaye kufumbua siri. Isn't that amazing? Basi ni jambo la kuchangaza. The greatest monarch at that time. Ya kwamba mfalme mkuu wakati zile has to acknowledge the sovereignty of someone far greater than him. Amekiri ya kwamba pana yule ambaye ni mkuu zaidi yake yeye. The one that can reveal secrets. Ambaye ni mwenye kufumbua fumbo. The one that told the king what he forgot in the dream. Ambaye ni mwenye kumnenea mfalme ndoto aliyefanya kusahau. And then told him the interpretation. Na mwenye kumwambia tafsiri yake. So for tonight there's a few points to remember. Basi jioni ya leo wapendwa tutakumbuka mambo machache. These are the points you to take home with you. Basi hizi ndizo dokezo ambazo utaenda nazo pale nyumbani. God has ultimate control over the world. Mungu ni mwenye kudhibiti ulimwengu mzima. He removes kings and sets up kings. Yeye ni mwenye kuweka wafalme, pia ni mwenye kuwaondoa. We are living in the last days of earth's history. Tunaishi siku za mwisho za ulimwengu. The kingdom of heaven is at hand. Ufalme wa Mungu ukaribu. Repent and receive the gospel of the Lord Jesus Christ. Tubu na upate kupokea injili yake Yesu Kristo. God's new kingdom is an everlasting kingdom. Basi ufalme wa Mungu ambao ni ufalme mpya, ni ufalme wa umilele. And it will be inhabited by everlasting people. Na ufalme huu utathibitiwa na watu ambao wataishi milele. Who are no longer subject to death. Ambao watu hao wataonja kifo tena. Because they have received everlasting life through the Lord Jesus Christ. Maana wao wamepokea uzima wa milele kupitia kwa Bwana yetu Yesu Kristo. So until we receive the Lord Jesus Christ, ili tupate kumpokea Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo, we live under the penalty of death. Tunaishi tukiwa na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti.
nzuri. But praise God, the gift of God Lakini tusifu Bwana maana zawadi yake Mungu is eternal life through Jesus Christ ni our Lord. uzima wa milele kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. How many of you would like to have everlasting life? Ni wangapi pamoja nami mngependa kuwa na uzima wa To milele? live in an everlasting kingdom of the Lord Jesus Muweze Christ, kuishi umilele pamoja na ufalme wake Bwana wetu Yesu where there will Kristo. be no poverty, Pale ambapo hapana fukara, no sickness, no sorrow, no death, no pain, hapana magonjwa, hapana kifo, hapana machungu wala majuto, no addictions, no sin, hapana uraibu wala hapana dhambi, no guilt, hapana hatia. and a life more than full of hope. You'll be living the hope. You'll be experiencing it. Maisha ambayo yanatumaini, utaishi kwenye tumaini na utakuwa na uzoefu wa tumaini. This is what God is offering you tonight. Hiki ndicho ambacho Mungu anakupa jioni ya leo. So after seeing the way that God knows the future, Basi tumeshaona kwamba Mungu anajua yaliyo usoni, that He has ultimate control, lakini mwisho yoyote ya kwamba Mungu ni mwenye kudhibiti. even all the events of this planet. Haijalishi mambo yote yatakayotendeka kwenye sayari. Are you willing to trust Him with your life? Uko tayari kumwamini Mungu pamoja na maisha yako? Are you willing to trust Him now? Uko tayari kumwamini Mungu sasa hivi? Are you willing to trust Him in the future? Uko tayari kumwamini Mungu hata siku zako za usoni? If you're willing to trust Him, why don't you stand with Basi us kama uko tonight? tayari kumwamini Mungu, hebu fanya kunyanyuka. As you stand with us tonight, we're going to pray. Na wewe pamoja nasi jioni ya leo tutaomba. It'll just be a prayer of rededication. Ni maombi ya kujitoa upya tena. You know, we know each other now. We're getting to see each other now. Basi sasa hivi tunajuana, tumefanya kuonana tena. When the kingdom of God comes, we will be His subjects. Basi ufalme wa Mungu utakapokuwa, sisi tutakuwa ni watumishi wake. If we have received the Lord Jesus Basi kama Christ. tumeshampokea Bwana wetu ambaye ni Yesu So Kristo. why don't you please come to the front? Basi Come with us, tunawasihi stand mpate with us. kuja hapa mbele muweze kusimama pamoja nasi. Let us come and pray together. Hebu tuje na tufanye kuomba pamoja. Now, all of you, as you came here this evening, did you receive a little piece of paper? Basi nyote mlipokuja hapa jioni mlipata kijikaratasi. Have you got the little piece of paper with you? Umepokea kijikaratasi huko pamoja na karatasi. The little piece of paper is important. Karatasi ndogo ni ya muhimu. Almost think of it as like a ticket to heaven. Basi inaoneshana ni kwamba ni tikiti ya kwenda mbinguni. And the good news is you can fill it out. Basi ajabu ni kwamba wewe utafuata hayo mambo. Normally a ticket to go somewhere costs money. Basi unapopatiwa tikiti ya kwenda mahali na kuharimu hela. But the price has been covered. Lakini tayari hela zimeshalipwa. The Lord Jesus Christ paid the price. Bwana wetu Yesu Kristo ameshalipa gharama. And because of that price has been paid, you can now write in there where you want to go. Basi maana gharama imeshalipwa, utaandika mahali ambapo wewe unanunuia kuenda. And that is to receive the kingdom of Jesus Christ. Ya kwamba upate kupokea ufalme wake Yesu Kristo. He's called on your heart this evening to respond on that piece of paper. Basi amekuita katika moyo wako na wewe utafanya kuitikia kwa kuandika jina lako kwenye karatasi. So there's some pieces of paper. If you want a piece of paper, Kama unahitaji karatasi upate kunakili jina lako. just lift your hands and we'll make sure you get the piece of Basi paper. nyanyua mkono na sisi ni wenye kukupa karatasi. The piece of paper is your ticket to the kingdom of heaven. Basi karatasi hiyo ndio tikiti yako ya kuelekea mbinguni. Thank you. So we keep on handing those out. Can I have one as well so I can just read what stands on there? Asante sana, mtanipa karatasi moja nifanye kusoma ili tujue hii karatasi inasema nini. I told you earlier this evening. Niliwaambia jioni tulipoanza. Sante sana. I told you earlier this evening that Niliwaambia- 400 men and 50 women Niliwaambia jioni tulipoanza ya kwamba wanaume 400 pamoja na wanawake 50 in Kisii prison today walio pale katika gereza la Kisii took their ticket to heaven. walishapokea tikiti yao ya kuelekea mbinguni. And they decided to get onto that journey. Na walifanya uamuzi wa kuanza safari. And they will get a baptism this Saturday, Na this wao Sabbath. watapokea ubatizo Sabato ni ya leo. What we're going to do here for this site, Basi kitu tutakachofanya tunapokuwa hapa Saturday in a week's time, Sabato ambayo itakuwa ni wiki hii ijayo. there's going to be another baptism. Basi patakuwa na ubatizo tena. We're going to have our sins washed away. Basi dhambi zetu zitasafishwa. We're going to receive the blood of the Lamb that covers our sins and our guilt. Tutapokea damu ya mwana kondoo ambayo inafunika dhambi zetu And we zote. want to ensure our space in the kingdom of God, Na tutahakikisha kwamba tuko na nafasi katika ufalme wake Mungu. because the kingdom of heaven is at hand. Maana ufalme wa Mungu ukaribu. So as we hand out these tickets this evening, Basi unapopokea hii tikiti jioni ya leo, please fill it out tafadhali hebu isome and hand it back to us or the ushers. na upate kurejesha kwa wale ambao ni mashemazi. There's 3 questions there for you to fill out. Pana maswali 3 ambayo inakubidi ufanye kujibu.
The first question is, Swali la kwanza ndilo hili. I want to surrender my life completely to Jesus. Ningependa nitoe maisha yangu kabisa kwake Yesu. Have you got a pen? You can just stick that little Na box. basi kama una kalamu basi utaweka tiki pale kwenye boksi ya kwanza. If there's somebody that wants to surrender their life completely to Jesus, just Kama wave kuna the piece mtu of paper. angependa kutoa maisha yake kwake Yesu, hebu weka karatasi Just juu wave the piece of tukuone. paper. Praise Hebu God. weka karatasi juu tukuone. Praise God. Bwana Wonderful. asifiwe, Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. I have been baptized, Mimi nimeshapokea ubatizo, but I've walked away from God, lakini nimeotea mbali pamoja na and I Mungu. feel the Spirit of God calling me Na mimi nahisi Roho yake Mungu anafanya kuniita to get rebaptized. ili nipate kupokea ubatizo mara If you tena. would like to be rebaptized Kama and ungependa re-washed, ubatizwe tena mara nyingine to wash your sins and your guilt away, ili upate kuondolewa dhambi zako zote pamoja na hatia, to bring back hope to your life, ili upate kuleta tumaini katika maisha yako, tick that little box. basi utaweka tiki katika kile kijisanduku ni cha pili. But there may be some Lakini wende kawa pana baadhi who yetu may think they've got lots of time left. ambao wanafikiria kwamba wana muda ambayo bado wako nao. We don't know how much time there's left. Sisi hatujui una muda upi, But that is okay if you want to think about it a little bit. lakini kama ungetaka upate kufikiri ni sawa. And you will say, I'm praying about this decision, Na wewe unasema mimi nafanya nikiomba ili nijue kama nitatoa uamuzi, and I still have some questions. lakini bado mimi nina maswali. That is okay if you have questions. Basi ni sawa kama wewe bado uko na maswali, Because all the questions are in the God's holy Bible. maana maswali yote majibu yamo katika kitabu chake Mungu. And we'll be happy to help you answer some of those Na questions and tutafurahi find them in kwa the ajili Holy ya Bible. kukusaidia kujibu maswali yaliyo katika Biblia takatifu. So please take a pen and fill that out Kwa hivyo tafadhali utachukua kalamu na upate kuandika pale with the question, ukiwa na swali, and then just put down your name and phone number for any of those 3 boxes that you've ticked. na utaandika jina lako pamoja na namba yako ya simu ikiwa umeweka tiki katika sanduku lolote pale. And we'd like to talk with you. Na tungependa tupate kunena pamoja na wewe. We would love to celebrate with you. Tungefurahia tunapofanya sherehe pamoja na We wewe. would love to welcome you to the family of God. Tungefurahi sana tunapokualika katika familia yake Mungu. Brothers and sisters in Christ. Ndugu pamoja na dada katika Kristo. And the relationships we are forging today and in the next few days Na uhusiano ambao tunaunda siku ni ya leo na siku zijazo can last through all eternity utadumu milele na milele in the everlasting kingdom of God. katika ufalme wa Mungu ambao ni wa Called milele. by you who have received everlasting life through Jesus Christ. Yote ambao mmeshapokea uzima wa milele pamoja na Yesu Kristo. God will take your mortal body and give you immortality. Mungu atachukua mili yenyu ya kufa na atawapa mili ambayo haitaonja mauti. That will happen when Jesus Christ comes. Haya yatatendeka Yesu anapofanya kurudi. And he'll take this body that is prone to corruption, Atachukua huu mwili ambao ni mwili wa uharibifu, to getting old and wasting away. mwili ambao ni wa kuzeeka na kudhoofika. And this corruptible will put on Huu incorruption. mwili wa uharibifu utapatiwa mwili mpya, And the Lord will descend on a cloud in na the Bwana heavens. atateremuka kutoka kwa mawingu pale mbinguni, And we will be lifted up by the angels. na sisi tutanyakuliwa pamoja na malaika, And we'll meet the Lord in the air. na tutakutana na Bwana pale angani, And so we will ever be with the Lord. na milele tutaishi pamoja na Mungu. And the Bible tells us in 1 Thessalonians chapter 4 Na Biblia inatunenea katika Wathesalonike ya kwanza na that fungu we are la to 4 remind each other ya kwamba tutatukumbushana sisi pamoja na sisi, that behold, we shall not all sleep, na tazama sote hatutalala, but we shall all be changed lakini sote tutabadilishwa in a moment, in the twinkling of an eye. katika kufumba na kufumbua kwa jicho, And the trump of God will sound, na tarumbeta ya Bwana itakapolia, and the dead will be raised, na waliokufa watafufuka, and we shall be changed. na sote tutabadilishwa. And then the Lord himself Na Bwana mwenyewe will come with the shout of an archangel, atakuja na sauti ya malaika mkuu, and we are alive, na sote tulio will be hai caught up with the resurrected ones tutanyakuliwa pamoja na waliofufuka, to meet the Lord in the air. tukutane pamoja na Bwana pale hangani. Therefore, we and those who have died before, who received the Lord Jesus, Basi wale waliokufa pale awali na wamempokea Bwana wetu Yesu Kristo will always be with the Lord. wataishi milele pamoja na Mungu. We are to comfort one another with these Hebu words. tupatiane faraja kwa We're ajili to ya find maneno hope haya. in these words. Lazima tuwe na tumaini katika maneno There haya. is a bright future on the horizon, Pana maisha ya utaratibu pale mbele na maisha ya because the anga, kingdom of heaven is at hand. maana ufalme wa Mungu ukaribu. Brothers and sisters, my friends, Ndugu pamoja na dada
dada na rafiki zangu, let's bow our heads in prayer. basi tutainamisha vichwa kwa ajili ya kuomba. Those who have made a decision already and have been baptized. Ambao tayari wamefanya uamuzi na wameshabatizwa. Okay. Those who have made a decision for baptism. Ambao wamefanya uamuzi wa kupokea ubatizo. And those who have made a decision for rebaptism. Na wale wamefanya uamuzi wa kupokea ubatizo tena mara ya pili. Please, my friends, come to the front. We'd like to do a special prayer for you. Just move to the front here. Hapa mbele ili mfanywe maombi specially. Come and take a stand for the Lord Jesus Christ. Basi hebu mje msimame kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Praise God, brother. Bwana asifiwe ndugu. God bless you. God bless you too, brother. Mungu akubariki ndugu. My heart thrills. Basi moyo wangu I've got new family. New family in Jesus Christ. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. From whom all blessings flow. Mungu ambaye anatumiminia mibaraka. May all of us down here praise him. Wote ambao tuko hapa tupate kumpa Bwana sifa. Praise him above the heavenly host. Mpe sifa zaidi ya majeshi ya mbinguni. Praise Father, Son and Holy Ghost. Patia sifa Mungu Baba, Bwana pamoja na Roho Mtakatifu. Come closer, my brothers. Come closer, my sisters. Mtakuja hapa mbele, dada mtakuja hapa mbele, mtasonga karibu. Mtasonga karibu. And we'll do special prayer. Basi tutawafanyia ombi la kipekee. We know that the heaven is happy. Tunajua kwamba mbingu sasa imefurahi. Jesus tells us there's rejoicing in heaven. Yesu anatuambia kwamba pana shangwe pale mbinguni. Over one sinner that repents. Wakati mwenye dhambi mmoja anafanya toba. More joy for one sinner that repents than for the 99 that have already repented. Zaidi ya 99 ambao ni wenye haki na huyu mmoja ambaye ametubu. The Lord Jesus loves you. Bwana Yesu anawapenda. He is a good God. Ni Mungu ambaye ni Mungu mwema. You will never regret this decision. Kamwe hautajutia uamuzi uliofanya leo. Are there others that want to come? Are there others ambao wangependa kujitoa? Come and join us for special prayer. Kujiunga kwa ajili ya maombi ya kipekee. What you're doing today is what these brothers are doing and the sister. Basi kile ambacho mmefanya leo ndicho ndugu wamefanya pamoja na dada pale. They are confessing the Lord Jesus Christ. Wamekiri ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo before men. Mbele ya binadamu. You know that Jesus says if you confess him before men, unajua Yesu ni mwenye kusema kwamba ukidikiri mbele ya binadamu, he's going to confess your name before the Father in heaven. Atakiri neno jina lako mbele ya baba yake aliye juu mbinguni. Brother, what is your name? Basi ndugu, jina lako? Moseti. Eric Moseti. Eric Moseti. You know the Lord Jesus Christ is confessing your name in heaven. Sasa hivi Yesu Kristo anatamka jina lako pale mbinguni. Because you have confessed him before men. Maana wewe umetamka jina lake Yesu mbele ya watu. What is your name, brother? Edward Magori. Edward Magori. Your name has been heard in heaven because the Lord Jesus Christ is confessing your name before the Father. Every one of you, your name is being confessed by the Lord Jesus Christ right now. But there are some that need to make a decision now. Because Jesus says, if you will not confess him before men, neither will he confess your name before his Father in heaven. There are names here that are going to remain unconfessed unless you confess him before men. Your confession is an acknowledgement that you are a sinner in need of a Savior. But don't worry about the person to the left or the person to the right. All have sinned and fallen short of the glory of God. No one should be surprised that we are sinners. Don't be embarrassed. It's between you and the Lord. Come take a stand for Jesus. He stood for you. You were on his mind when he was on the cross. He was God. No one could hold him on the cross. It was love for you that kept him there. And he's pleading to you tonight to stand for him. Come, take a stand. Jesus is waiting, his arms are open. Your name is almost on his lips. He wants to confess your name. Don't disappoint him. Come take a stand. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in?
katika moyo wako. There's nothing in this world that should keep you apart. Hamna kitu ambacho kinastahili kukutenga tena. What is your answer to him? Basi jibu lako kwake Yesu ni lipi? Answer the Lord Jesus Christ. Come and stand with these brave men and this woman. Yesu Kristo upate kusimama pamoja Come nao forward a wanawake little na bit so we wanaume. can see who's standing, who we've got special prayer for. Please, brothers, come closer to us. Wanajitoa. Step closer to us. Basi We mtasonga family, karibu pamoja come. nasi. Sisi ni The familia, royal family mtafanya of God. mkisonga. Is there anybody else? Pana Is yeyote there anybody tena? else? Pana yeyote tena? Now is the time. Basi huu ndio wakati. Now is the acceptable time of salvation. Basi huu ndio wakati wa wokovu. If you will hear his voice, harden not your heart. Basi kama unasikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mgumu. God is a good God. Basi Mungu ni Mungu mzuri. He wants to plead your name before the Father. Angependa atamke jina lako mbele ya baba Hear yake. his voice. Utasikia sauti yake. Anybody else have a piece of paper they filled out? Pana yeyote ambaye ana karatasi na angependa kujitoa? Anybody with some questions, come stand at the back. Pana yeyote mwenye swali utakuja usimame hapa nyuma. It's good to have questions. Ni vizuri unapokuwa na maswali. And it's great to have answers. Na ni sawa tena unapopata majibu. And God has all the answers that you could ask Maana him. Mungu ni mwenye majibu kwa maswali yote ambayo tuko nayo. Should we pray? Basi tutaomba. Should we pray? Tutaomba. Would you like to pray, brothers? Ndugu tuombe. God bless you. God bless you so much. Mungu awabariki na wabariki kedekede. Father in heaven, we know there's joy in heaven. Baba wa mbingu, tunajua pana raha pale mbinguni. The names of our brothers and sisters here who've taken a stand for you Majina ya ndugu pamoja na dada ambao wamesimama kwa ajili are yako ringing in wewe. your ears Yamo katika masikio yako. because the Lord Jesus Christ is confessing them before you. Maana Bwana wetu Yesu Kristo anawakiri mbele zako. Father, we're so grateful Baba, sisi ni wenye shukrani. that you know each of us by name. Maana unatufahamu kila mmoja wetu kupitia kwa majina. There were some names you were hoping you would be able to confess even tonight. Majina ambayo ulitarajia kwamba utayatamka jioni ni ya leo. But things have held them back for some reason. Kuna mambo ambayo yamewazuia kwa sababu nyingine. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, katika jina lake Yesu Kristo, we bind every evil influence and evil spirit in this place. Kila pepo na kila tamalaki za pepo katika jina lake Yesu. We pray, Father, that you would release those people who are imprisoned by the devil. Baba, tunaomba kwamba ufungue waliofungwa na ibilisi. That you would cast the devil aside and open their hearts wide. Ibilisi atatokomea na mioyo yao itafanya kufunguliwa. So they can even now come and take a stand. Ili waweze kukuwa na msimamo. So that their name can be heard in your ears. Ili majina yao yapate kusikizwa katika masikio yako. But Father, we give you praise and thanks and glory and honor. Na Baba, tunakupa sifa na utukufu na asante na heshima. You're worthy of our praise. Ya kwamba wewe unastahili sifa. And these dear folk here have come to say hallelujah. Kwa sababu ya hawa ndugu ambao wamekuja kutamka hallelujah. Though I am a sinner, haijalishi ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, I can be washed as white as snow. Mimi nitaoshwa na niwe safi ilivyo theluji. And the blood of Jesus is able to cleanse us from all our sins. Na damu ya Yesu inaweza kutusafisha kutoka kwa dhambi zetu zote. So my brothers in front of me and the sisters, kwa hivyo ndugu pamoja na dada mlio mbele yangu, we come before the Lord Jesus confessing our sin. Tunakuja mbele yake Yesu tukikiri dhambi zetu. We acknowledge that we are sinners. Tunakubali kwamba sisi ni wenye dhambi. And in need of a savior. Na tunamhitaji mkombozi. And the Bible tells us if we confess our sin, na Biblia inatuambia kwamba tukiziungama dhambi zetu, that God is faithful and just. Ya kwamba Mungu ni mwaminifu na mwenye haki. To forgive us of our sins. Na atatusamehe dhambi zetu zote. Do you claim their promise? If you believe their promise, raise your hands. Basi ikiwa unaamini hiyo ahadi utanyanyua mkono wako juu. Praise God, because his word is living and powerful. God cannot lie. Bwana asifiwe, maana neno lake ni la kweli na Mungu si mwenye kusema uongo. He is able to forgive us of our sins. Mungu ni mwenye kutusamehe dhambi zetu zote. And to cleanse us from all unrighteousness after we confess. Udhalimu wetu wote baada ya sisi kuziungama. Your house has now been clean swept and set in order before the Lord. Basi nyumba zenyu zimefagiliwa na ni safi na zimepangwa mbele zake Mungu. But we don't want your house to be left empty. Lakini hatutaki nyumba zenyu zibaki zikiwa tupu. We don't want things to sneak back in there. Hatutaki vitu virudi pale ndani. We want that house that's clean swept and set in order to be filled with the Holy Spirit. Tungependa hiyo nyumba ambayo imesafishwa na kupangwa vizuri iweze kujazwa na Roho Mtakatifu. So if you had one hand raised, if you want to receive the Holy Spirit to fill that vacuum that's been cleaned and clean swept. Basi kama ungehitaji ujazwe na Roho Mtakatifu katika ile nyumba ambayo imeshafagiliwa vizuri na kusafishwa na kupangwa. Raise your other hand as well. Raise both hands in the air so the Lord can see that you're asking him to give you Holy Spirit to you. Basi utainua mikono yote miwili ili Bwana Mungu aone kwamba unamuomba akumimine na Roho Mtakatifu. Father, you've seen the response of your people. Baba, umeona
watu wako wamefanya kuitikia. New family of God. Familia mpya yake Mungu. We praise you. Tunakupa sifa. We thank you for this beautiful decision they've made. Tunakushukuru kwa ajili ya uamuzi bora ambao umefanywa. Grateful they have responded. Tunashukuru maana wamefanya kuitikia. Fill them with your spirit and give them the fruit of the Spirit. Wajaze na Roho Mtakatifu na uwape tunda la Roho Mtakatifu. May love, joy and peace, upendo na amani na raha, pervade every part of their being. idumu katika kila nyanja ya uwepo wao. And may that peace that transcends all understanding, na amani ambayo haielezeki katika lugha yoyote ile, guard their heart, ipate kuelekeza mioyo yao, so will never be taken away from you. ili wasipate kunyakuliwa kamwe kutoka kwako. And may your joy, your love and your peace remain with them now, na roha na amani yako isalie ndani yao sasa hivi and forevermore. na milele. We pray in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen. And the church said, na kanisa liitikie. Amen. 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 So brothers, Kwa hivyo ndugu, have you got the piece of paper? ile karatasi. We've given you paper? Ulipata Have you got karatasi? pens? You've got them all? Praise God. Praise Bwana God. asifiwe. So, dear brothers and sisters, Basi ndugu pamoja na we dada, can dismiss everybody. Is there something else to happen now? Is there something else? Pastor's coming. Okay. Pastor's coming. Thank you, brothers. Please stay for a few minutes after. I would like to shake your hands, each one of you. Thank you very much. Okay. Asante sana. Thank you very much. I'm told Nyankongo Church will be on duty tomorrow. Nyankongo Church itakuwa duty tomorrow. So zile kwaya zote za Nyankongo tafadhali. Zile kwaya zote za Nyankongo Church kwaya, kama kuna vijana, kama kuna watoto, wote nyimbo zao zilete sasa hivi hapa kwa vile KCC tafadhali. KCC zamu ilikuwa ya KCC, msiondoke, hivi viti viko hapa, tusaidiane viweze kuwekwa pamoja tukiongozwa na Get the point. Take a step forward. 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 Get the point. Take a step forward.